Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni mtumishi wa Mungu hapa Gaudens Mbeya. Ninalo neno kwa ajili yako tena siku ya leo. Mungu ametupa neema ili tuweze kuzungumza kile ambacho amekiachilia. Kwa hiyo nakuomba nifuatilie. Siku ya leo ninalo somo linalosema madhara ya dhambi inapokuwa ndani ya mtu. Warumi 17, Warumi 7 mstari ule wa 15 hadi ule mstari wa 20. Biblia inasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikili ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayotenda hilo, bali ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo linasema maisha ya dhambi inapokuwa kwenye maisha ya mtu, ama maisha ya dhambi ndani ya mtu. Dhambi inapokuwa ndani ya mtu, dhambi inaanza kumwendesha mhusika ambaye ameiruhusu ikakaa ndani ya maisha yake. Kwa hiyo siku ya leo nataka nikuonyeshe madhara yanayosababishwa ama madhara yanayotokea pale ambapo unakuwa umeiruhusu dhambi ikakutawala, ikakaa ndani yako, kisha ikatawala maisha yako, ikaanza kukuendesha. Ndio maana Biblia inasema, kwa maana lile nilichukialo ndilo ninalolitenda, lakini lile nilipendalo silo lile ninalolitenda. Na anasema kama basi lile ninalolichukia silo ninalolifanya, na lile ambalo silipendi ndo lile ambalo ninalolifanya, anasema si mimi, ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Katika level kubwa sana kwenye maisha ya mtu ni pale ambapo anakuwa ameruhusu dhambi kushika ufahamu wake, dhambi kutawala maisha yake, inatawala fahamu zake, inatawala maamuzi yake, inatawala ufikiri wake. Sasa hili ni shimo kubwa pale ambapo unafika eneo ambalo hauwezi ukajikontrol wewe mwenyewe, maki dhambi ndiyo inayokuamlia ufanye kipi ama usifanye kipi. Ndio maana anasema si mimi nafsi yangu, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 17 anasema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, ndani ya mwili ambako ndiko hiyo dhambi inakokaa, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali lililo jema silipati. Yaani anataka kufanya kile kitu ambacho ni chema, lakini kwa sababu ndani ya maisha yake umeruhusu dhambi ikupossess, umeruhusu dhambi ikutawale, umeruhusu dhambi ikamate maamuzi yako, umeruhusu dhambi ikamate kila unachokifanya. Ndio maana anasema kutaka nataka, ila kupata lile lililo jema silipati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi
nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Lakini basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Maana dhambi inapokaa ndani ya maisha ya mtu, dhambi ndo inaanza kumwendesha huyo mhusika. Anaweza akawa ni mtu ambaye anataka kupata msaada, lakini hawezi kusaidika kwa sababu anakuwa dhambi ndo inayokuwa inamwendesha. Na muda mwingine anapotaka kwenda sehemu ambako anaweza akasaidika, ama kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaweza akamvusha katika hiyo dhambi ambayo imemposesi, dhambi ambayo imemteka, dhambi ambayo imemtawala, inaongoza maisha yake, hawezi kufunguka, na matokeo yake anaishia kuwa ni mtu wa toba kila siku. Maisha yake anakuwa na toba ambazo hazina suluhu, na toba yenyewe anajitubisha yeye mwenyewe. Matokeo yake pale ambapo, kwa sababu unahitaji kupata neema ya mtu ambaye anaweza kukusaidia utoke kwenye hilo shimo, utoke kwenye hiyo addiction, utoke kwenye hiyo dhambi ambayo inakuongoza. Unahitaji upate mtu ambaye anaweza akakuvusha, kukupeleka kwenye eneo jingine, mtu mwenye neema zaidi ambaye anaweza akakusaidia. Sasa kulingana na kwamba unaweza ukaona kwamba nitakapochukua hatua hii ni kama vile nitashusha thamani yangu, ni kama vile nitashusha status yangu, ni kama vile nitapata aibu fulani. Kwa hiyo dhambi inakupa uhalali wa kuficha, inasema uwe jitubishe. Matokeo yake unamaliza kutubu, ama unakuwa ni mtu wa toba ambazo hazimalizi tatizo jumla. Unafanya toba, baadaye unarudi kwenye lile jambo ambalo umeomba toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 6 na ule mstari wa 5, Biblia katika Isaya sura ya 6 na ule mstari wa 5, Biblia inasema kwamba, Isaya 6 na ule mstari wa 5, Biblia inasema, ndipo nikasema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Hiki ni kitabu cha Isaya. Isaya ambaye ni nabii, amekuwa akitumiwa na Mungu wakati anazungumza haya maneno, ni amekuwa anatumiwa na Mungu, lakini kwenye maisha yake yeye binafsi anayo shida ambayo anasema yeye ni mtu mwenye midomo michafu, ni mtu ambaye kauli zake sio safi. Na kwa sababu hiyo akaamua kuwa wazi, akasema ole wangu. Mara alipomwona Bwana akasema ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kwa hiyo katika kumwona Bwana wa majeshi akasema, hii ndiyo fursa ambayo inaweza ikanitoa kwenye shida, inaweza ikanitoa kwenye tatizo, inaweza ikanitoa kwenye tatizo la mimi kuwa mtu mwenye kauli mbovu. Ni sawa na wewe hapo mpendwa unayenitazama ama unayenisikiliza. Wewe hapo unayenisikiliza, kuna kauli ambazo zimekutawala kinywa chako. Kuna maneno ambayo yanatoka kama vile kinywa hakina mngojezi, kinywa hakina breki. Unajikuta umetamka, muda mwingine haupendi kabisa kutamka hivyo, lakini unajikuta umetamka bila wewe kupenda. Sasa mtumishi wa Mungu Isaya anasema, ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kwa hiyo anaenda kujisubmiti kwa Bwana na kueleza shida yake moja kwa moja, kwamba Bwana, ni kweli umekuwa ukinitumia. Bwana, ni kweli umekuwa ukisema na mimi. Bwana, ni kweli mimi nimekuwa ni nabii wako ambayo nimekuwa nikifanya vitu kwa haki, lakini ninayo shida mimi binafsi. Hii shida ambayo inanisumbua, ninayo dhambi ambayo hii dhambi nimekuwa ni mtu wa toba za rejareja, toba zile ambazo sio za jumla, za kunitoa kwenye tatizo moja kwa moja. Na anasema ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia katika kitabu cha Mathayo 22 pale na ule mstari wa 23 inasema, taa ya mwili, taa ya jicho, taa ya mwili
ni jicho. Jicho lako likiwa bovu, make mwili utakuwa na giza, mwili itakosa nuru. Mathayo 22 na ule mstari wa 23 unasema hivi, unasema taa ya mwili ni jicho. Jicho lako likiwa bovu na mwili wako utakuwa na giza. Kwa nini anasema hivyo? Pale ambapo unakuwa ndani ya mwili wako ina kutawala ni dhambi. Dhambi ndo ambayo inakaa ndani yako. Matokeo yake hauwezi ukaona lile ambalo ni jema, na kwa kuwa ndani yako kuna kitu ambacho ni kibaya, maana unaweza ukaenda popote pale, hauna macho tena ya kuona, hauna macho tena ambayo anaweza akakusaidia ukatambua ama ukaelewa kwamba kipi ni chema na kipi ni kibaya. Maana unakuwa unaendeshwa na vitu ambavyo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo, hebu ruhusu toba iingie ndani yako. Ruhusu toba ambayo ni ya kweli, ambayo inaweza ikakuvusha, inaweza ikakusababisha ukawa mtu mwingine, ukawa mtu mpya, mtu ambaye dhambi haina nafasi tena kwenye maisha yako. Na ndo maana katika kitabu cha Wakorintho ile sura ya 15 na mstari ule wa 33 na 34 unasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Alafu inasema, tumieni akili zenu wala msitende dhambi. Make kampani mbaya, ukiwa mtu mwenye kampani mbaya, obvious utakuwa ni mtu ambaye tabia njema kwako ni ngumu sana kukaa ndani yako. Kwa hiyo vitu ambavyo vinaweza vikasababisha dhambi ikakaa ndani yako, dhambi ikakutawala kwenye maisha yako, ni pamoja na association ya watu wanaokuzunguka. Una associate na watu wa aina ipi? Na ndio maana Zaburi 1:1 inasema kwa habari ya watu wanaoketi kwenye baraza la watu wenye mizaha. Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Maana barazani pa wenye mizaha, kile kitu ambacho unapokuwa umeketi kwenye baraza la watu wasiojielewa, watu wasiojitambua, watu ambao dhambi kwao ni kitu cha kawaida, hauwezi ukawa ni mtu salama. Inasema heri mtu asiyeketi kwenye baraza la watu wasiokuwa na mizaha.